Najua watu walipoambiwa kwamba nakaribisha mhubiri wetu aje mbele, kila mtu anaangalia ni mhubiri gani anaenda mbele. Baadaye wanamuona John na Shantai, wanajiuliza sasa pale mhubiri ni yupi? Maana John haonekani kabisa kwa mhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa John Emmanuel Thomas Tete. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nina wazazi wote wawili, tupo watano na mimi ni wanne kuzaliwa. Baba yangu yupo pale, nifurahi kumuona. Mama yangu yupo pale, kaka yangu, dada yangu, yani shote familia yangu nzima ipo hapa inaniangalia. Yesu asifiwe. Mimi sisikii ila naamini. Kaka yangu hapo anauliza, mdogo yule anahubiri nini hapa? Maana mimi kusema kweli, yani mimi watu wengi wanasema kwamba mimi siwezi kuhubiri. Unajua siku zote sisi binadamu tunakuwa tunaangaliana kwa nje. Kwa ndani hatujuani. Ukimwona mtu kwa nje utasema yule muumini yule hataki kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, katika siku ya leo ningependa tufungue andiko la Yeremia. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Somo: andika tujue kujenga msingi ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Nilipopewa kitabu hichi kukisoma Yeremia, nilikuwa namwambia mwalimu ananiambia yani ilikuwa ni Jumatatu. Jumamosi, Jumapili iliyopita nimerudi nyumbani naambiwa natafutwa. Unatafutwa. Nikajiuliza tutajalia na nini, au maana najua mwalimu wangu akiniita basi ana zawadi anataka kunipa. Nikajua leo nina shati mpya leo ya kitenge naenda kuchukua. Nafika naambiwa Jumapili ni sherehe ya watoto, baba nimekuchagua kuenda kuhubiri pale. Nikasema Yesu, mimi kuhubiri pale mbele siwezi ticha, yani bora mchague mtu mwingine. Ticha akasema mimi nimekuchagua wewe, ila kupitia wewe ukihubiri pale mbele kuna baadhi ya vitu vitafunguka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Alivyonaambia vile ni nyuma sana. Nilitaka kulia kusema kweli. Alivyonaambia vitu vitafunguka katika maisha yako. Ina vitu vingi sana ambapo unakuwa unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Ila mshukuru Mungu mpaka hapa aliponifikisha. Ni neema zake. Bwana Yesu asifiwe. Aliponiambia vile nikajipa moyo. Siku zote wanaume tunajipa moyo konde kwamba tunaweza. Nikamwambia ticha, sasa mimi sije kuhubiri. Sasa nikifika pale ninaanza vipi? Akaniambia Roho Mtakatifu atakuongoza. Kusema kweli siamini mpaka hapa nilipofikia. Yaani sijui hata tumeanza vipi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Aya, tufungue andiko la Yeremia tujue kujenga msingi ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi nafundisha lakini napenda sana watu wanielewe. Yaani napenda kuongea alafu nahubiri ili watu wanielewe, kwa sababu mimi ni mwanafunzi, kwa najua techniques za mwalimu anavyozitumia. Kwa sisi tunaambiwa, maana mwalimu wetu anatuambia kwamba ili mwanafunzi aelewe ni lazima unamfundisha kidogo, unamwambia na story kidogo, anapata ku refresh mind. Yesu asifiwe. Nilipopewa ile andiko nikamwambia mwalimu, kichwa cha andiko nitoe lipi?
nilipata mwalimu wa watoto. Ananiambia kusema kweli mimi sijui kwa sababu sijasoma. Mwalimu wangu ule wa watoto akaniambia mimi sijasoma ile andiko, lakini kwa kuwa umekuwa andiko basi katafute. Nikachukua Biblia. Dadia akaniambia leo hakuna kulala. Akasema basi kesho kusinzia hapo mbele. Nikachukua andiko nikalisoma. Kusema kweli sijawahi kusoma Biblia kama hii, yani nikalifahamu mpaka kalijua andiko. Ile andiko nimelitafuta mimi mwenyewe. Bwana asifiwe. Tujue kujenga msingi ya watoto. Bwana asifiwe. Ile andiko msichukue kirahisi, ni kitu kikubwa sana mno. Ningependa mtu anisomee hiyo andiko la Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 hadi wa 6. Fasta. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Biblia inasema, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mstari wa 6. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Amen. Tazama mimi ni mtoto, maana siwezi kusema. Yeremia yeye mwenyewe anasema kwamba mimi siwezi kusimama mbele za watu nikahubiri neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ila Bwana akamwambia kwamba wewe sio mtoto na huko peke yako. Bwana asifiwe. Na mimi ninaamini hapa nilipo sipo peke yangu. Maana ningekuwa mimi peke yangu nisingeweza kusimama hapa nikianza kutetemeka. Lakini namshukuru Mungu sana kwa kuniwezesha mpaka hapa nilipo. Katika mstari wa Yeremia mstari wa 7 sura ya 1, naomba mtu anisomee tena. Yeremia ilipata kunielewa sura ya 1 mstari wa 7. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Amina. Mchungaji, yeye kusikia mchungaji katoka zake kaja hapa, huyo nikatumwa. Hajaamua kutoka kwamba nilikuja niende zangu huko leo nikahubiri neno la Mungu. Bwana asifiwe. Anakuwa anafika siku tu anajisi hamu fulani. Mbona kama leo na Jumapili inayokuja kama nina hamu kwenda kuhubiri ibada ya fulani. Bali sipo kwenye Yeremia. Naomba nisomee hapo sura ya 3. Biblia inasema Yeremia 3 na mstari wa 21. Ndio. Sauti inasikiwa juu ya vilima vya milima, ni kulia kwao na maombi yao wana wa Israeli, kwa kuwa wameipotosha njia yao, wamemsahau Bwana Mungu wao. Rudini enyi watoto waasi, mimi nitawaponya maasi yenu. Tazama, tumekuja kwako, maana wewe u Bwana Mungu wetu. Ni kweli msaada haufai unaotazamiwa kutoka milimani, makutano yenye mshindo juu ya milima. Ni kweli wokovu wa Israeli ni katika Bwana Mungu wetu. Lakini kitu cha aibu kimeila kazi ya baba zetu tokea ujana wetu, makundi yao ya kondoo na ng'ombe na wana wao wa binti zao. 25. Na tulale kwa aibu yetu, na ifunikwe, kwa maana tumemwasi Bwana Mungu wetu, sisi na baba zetu, tangu ujana wetu hata leo, wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu. Amina. Bwana asifiwe. Sisi watoto tunapitia mambo mengi sana katika maisha, na kusema kweli, siku zote watoto tegemeo letu sisi ni kwa wazazi. Hata Yeremia alipoambiwa kwamba akahubiri injili katika
mji ambao anaujua na anajua watu wake walivyo, yani anajua ni yani tena hapa watu kidogo, watu wengi sana. Afu unaambiwa kuhubiri Injili. Alafu ujaribu kusimama kama mimi hapa leo. Lazima kwanza utatetereka, lazima utaogopa. Unaweza sifiwe. Ila siku zote ninaamini mtoto hakui kwa mzazi. Mtoto siku zote anamtegemea baba na mama. Unaweza sifiwe. Samahani, ningependa kumuona, ningependa watu wawili hapa mbele, mama Wili na baba Kevin. Samahani. Ningependa mje mbele. Baada ya wazazi wangu mzee Tete na mama kule, mama yangu mzazi, hawa ni wazazi wangu wa pili. Wazazi hawa, mama Wili anapenda sana kuniambia kwamba kuna kipindi nilikuwa gasini kanisani. Akawa ananiuliza, John, siku hizi sikuoni kwenye kwaya, kwa nini? Kweli mpaka sasa hivi hakuna anayejua, ila leo watu ambao wananiuliza, John haipi kwaya, acheze kwaya, kwa nini? Wanaweza sifiwe. Kuna kipindi nilikuwa nikisoma, mimi ni mwanafunzi jamani, bado sijamaliza, niko form 3. Nilikuwa nikisoma, wanafunzi sana wanapitia mapito, ila kila mtu na alivyoumbwa, ila sijui kwa uelewa wenzangu, ila kwa uelewa wangu mimi, kuna kipindi nilikuwa nikisoma sana, unafika nimeza nikambua kesho ni mtihani. Alafu shule ambayo nilikuwa nasema mimi ni ya kijeshi, NKO. Yaani ukiambua vile sasa, yaani ukijua ni mtihani basi jua ni mtihani. Yaani hapo ukifeli ni kipigo na somo mwalimu mmoja. Yaani utaki usitaki unasoma. Sasa unafika time unasoma unaambiwa kwamba na unaambiwa hakuna Mungu ambaye utakayemuomba alafu usifanye bidii. Yaani ukimwomba Mungu ni lazima ufanye bidii ili ufanikiwe. Yaani nilipolisikia hilo neno nikawa napitia nasoma au nasema, Mungu naomba nitangulie katika masomo yangu. Naomba unisaidie katika mtihani wa kesho nifaulu. Na tena kesho naenda nafunga, naenda napata mtihani, namaliza. John kapata 20, wenzangu wamepata 50. Wanaweza sifiwe. Kile kitu kikawa kinanivuta. Ila ilifika muda nikajitia moyo nikisema kuacha shule ni uongo. Bora nijitahidi kumaliza form 4. Wanaweza sifiwe. Ikawa tena naendelea tena napigwa, maana kifeni ndio hivyo. Bali tena napigwa, naisha. Kuna kipindi nilipigwa mpaka narudi nyumbani kulala siwezi, nalala hivi. Mama akaniuliza, nini shida? Kumwambia pigwa leo nimefeli huko. Ila mzazi ukimwambia hivyo yeye anaona kama unataka kusoma. Ila wanafunzi tunapitia kwa mbegu, unakuta mtu anasoma kabisa, soma. Yaani hadi anaona mimi jamani leo sina hamu ya kula. Maana kuna siku nilifunga, nikamwambia baba Safa, akaniuliza wewe vipi? Nikamwambia leo nimefunga. Akaniambia nakumbuka ile siku, akaniambia Kristo akifunga hatakiwi kusema kafunga, sema upo imani. Wanaweza sifiwe. Sisi wa Kristo hatutaki tukifunga tujulikane tumefunga. Nikamwambia rafiki yangu, sikumwambia kama nimefunga, nikamwambia leo sina hamu ya kula. Nitakula usiku. Na mchana ni wali, yani chakula kizuri sana cha wali, maharagwe, matikiti nini. Waweza kusiona nimeweka hapo, yaani hasa ndio namaliza. Yaani story yote ni kuhusu mimi hapo mbele. Usione nimeweka hapo, maana naona mamangu kule anaona nimeweka sana hapo mbele. Usiku ni boflo, nikakubali kula boflo, wali nikaukataa. Ilipofika siku ya mchana wa taifa yaani kabla sijafanya ule mchana wa taifa, nakumbuka baba aliniambia, kabla hujaanza mtihani, maana baba story yangu yote kanijua baba, mimi nilikuwa nikisoma na feli hivi na hivi. Kwa akaniambia, mwanangu, kabla hujafika kwenye mtihani ikabisi kwanza
omba kabisa mtihani, na katika mtihani ambao uwaga na feli siku zote ni hesabu. Hesabu haipandi kabisa jamani, hesabu hamna kitu. Nikaomba, nikashukuru Mungu, nikafanya mtihani wa kwanza, nikamaliza mtihani yote. Nashukuru Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Nikatoka na division 2 ambayo sikuamini. Asifiwe. Nilimshukuru Mungu sana, maana sikutegemea kama ningepata division 2, maana mimi najua siku zote nimefeli, ila nilikuwa naamini Mungu. Nikawa nishafanya mtihani ila bado sikukata tamaa. Nikasema Mungu, tusimwombe kwenye shida tu, hata kwenye raha ushafanikiwa, Mungu lazima umtegemee. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Hapa na mifuko miwili. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mifuko miwili. Naomba kila mmoja atikishe mfuko wake. Au tikisha, yani tikisha kabisa, tikisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo mifuko miwili, mfuko mmoja una kitu ndani yake na mfuko mwingine hauna kitu ndani yake. Na ambao mfuko huo ambao una kitu ndani yake, tutasema huyo ni mzazi na huyo ni mtoto ambaye hana kitu kabisa, na mzazi amejaa vitu kibao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwatoe wazazi wangu tayari. Nashukuru, nitaelezea. Asante, barikiwe. Kama ulikuwa na kitu, mwingine haona kitu, ni mzazi ambaye mfuko ambao una kitu, na mfuko ambao hauna kitu ni mtoto ambaye hana kitu, ambaye anategemea, ambaye ni anategemea kuchukua kitu, anategemea kupewa kitu na mzazi ili awe nacho. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi tuna jukumu kwa watoto wetu, tuna jukumu kubwa sana. Yaani wewe kama umejua umezaa, ni jukumu lako kumlea mtoto katika maadili yaliyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikizungumzia katika mifuko, yaani mzazi kadri anavyozidi kukua anakumbana na vitu vingi ambavyo anavijua kutoka utotoni mpaka ukubwani anapokuwa. Kwa hiyo akija akazaa mtoto anakuwa kaanza moja, mzazi yeye kashafika 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo itabidi mzazi, kwa kuwa yeye kashapitia yote kuanzia udogoni mpaka ukubwani, itabidi sasa aanze moja na yeye kumfundisha mtoto amewezaje kufika juu, ili mtoto nawe ajue jinsi ya kufika juu. Unakuta mzazi kashafika juu, yaani yeye kashakuwa kubwa, mtoto ndio ni mtoto. Anakuja kanisani, mzazi anatangulia mbele, mtoto yuko wapi? Anaulizwa, mtoto yuko nyumbani. Kwa nini hajaja kanisani? Mimi nilimwacha nyumbani, anajiandaa, yeye haji kanisani, sijui vipi. Mzazi unaulizwa, unajibu kama hivi. Bwana Yesu, unategemea nini jamani? Bwana Yesu asifiwe. Unategemea nini kwa mtoto? Huko ni kumpotosha mtoto. Maana mzazi kama mzazi inatakiwa usimame sawasawa na agizo lako, kama agizo la Mungu alivyotupa, kumsifu na kumwabudu na kulisoma neno lake. Mzazi na wewe unatakiwa usimame sawasawa na maamuzi yako. Mtoto kadri umleavyo ndivyo anavyokuwa. Ukimlea katika maadili ya Kikristo, basi atakuwa katika maadili ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unakuta hata wenzetu wadogo sana, lakini wanakuwa wanafundishwa, yaani anakuwa mdogo sana. Mimi nimesoma katika shule ya JKU na Waislamu ni wengi, kwa hiyo naona mpaka utakuta mtu anasoma yao zile maandishi yao, najiuliza hivi, nakuwa nawauliza hivi, haya maandishi mnakuwa mnajifunza baada ya miaka mingapi? Ananiambia haya sisi tunaweza tukasoma tukafundishwa labda
tukakariri, kila mtu na uelewa wake. Anaweza mtu mmoja anaweza kukariri baada ya miezi minne, mingapi, miwili, lakini kila mtu na uelewa wake. Wengine wanaelewa fast. Sasa sio. Kwa hiyo unakuta mtoto mdogo amelelewa katika huko upande mwingine, yupo hapa anasoma masomo yao hayo, unakuta mtoto mdogo anazini huko. Sasa sio mtoto mdogo. Lakini sasa ukiangalia kwa wenzetu pande wote, pande wetu huko wa Kristo, unakuta mtoto mdogo ajui mistari ya Biblia, mzazi hamjali, anajua kumpa kula na kumpeleka shule. Yaani mahitaji ambayo siku zote mzazi, mahitaji ambayo mtoto hakosi ni ya shule, ila ya kanisani mtoto anakosa. Utakuta mtoto hana nguo ya kanisani, anakuja kanisani viatu vya nyumbani hivyo, nguo za nyumbani hizo, ila nguo za shule ukikuta imechanika kidogo tu, kesho utakuta kanunuliwa mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mbaya sana, ni mbaya sana. Leo nilikuwa katika ibada ndogo, alikuwa anahubiri mdogo wangu Shatta. Kila alichokuwa akihubiri, yaani nilikuwa nishakipanga nije nikiseme, lakini naona vyote alisema. Sasa nikasema ngani ndo kazidi kunipa mzigo, kwa anasema sasa pale mimi sijui nitaenda kusema nini. Lakini Masali kashasema, wengine walikuwa hawapo, ila vingine basi vile vya muhimu nitarejea. Mzazi ni lazima umtengeneze mtoto katika maadili mazuri. Mtoto lazima aje kanisani awe na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto lazima aje kanisani awe na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto lazima aje kanisani aje na neno la Mungu. Unakuta mtoto anakuja kanisani, huyo sadaka hajapewa, kapewa pesa ya soda na biskuti, hiyo utakunywa chai. Mimi mama wangu nikimfuata nikamwambia naomba pesa ya chai kwa nikija kanisani. Kama ana sadaka alafu ya chai hana, ananipa ya sadaka ya chai, ananiambia mfuate baba yako. Nikifuata baba naye ananiuliza mama hajahuba. Sasa hapo mzigo unakuwa mzito. Ukienda huko unarepewa huko, ukienda huko unarepewa huko. Sasa hujui upate nani. Namrudia mama, maana siku zote mtoto hakuwi kwa mama. Namfuata mama, anamwambia mama nimeambiwa nipewe sadaka. Wewe ni baba hapo, huna baba si yule kule. Inakuwa nikufuate wewe. Mama anatoa. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru sana mamangu. Mamangu akiwa nacho ananipa, asipokuwa nacho hanipi. Yaani ukimwona mimi mamangu nikimfuata nikamwambia mama leo nina shilingi 500. Akaniambia mimi sina hela. Unaenda nafanya kazi benki. Basi nikiondoka, nikiwa ndani nitaitwa Joni, najua jero hiyo. Naenda kuchukua. Ila siku nikikaa nikimwomba mamangu pesa, nikikaa ndani nikiona kimya, najua leo empty. Hakuna kitu. Mzee Tete hajatia kitu kwenye pochi. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwenye andiko, maneno ni mengi. Turudi kwenye andiko, naomba mfungue Wakolosai 3 mstari wa 20. Naomba nisomee Wakolosai 3 mstari wa 20 hadi 21. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. 21. Ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, msije mkawakata tamaa. Amina. Baba ubarikiwe. Ametuita sisi watoto ili kutimiza kusudi lake maalum. Yesu asifiwe. Hili ni neno la watoto sasa. Mtoto unatakiwa umsikilize baba na mama. Yesu asifiwe. Watoto unatakiwa umsikilize baba na mama, maana wao ndio chanzo cha wewe kuwepo duniani.
Mungu wa pili ni mzazi. Baada ya Mungu, mzazi ni Mungu wetu wa pili. Mmesikia watoto? Mmesikia? Inatakiwa tuwaheshimu baba na mama, maana wao ndio kila kitu. Ukitaka kiatu, baba; ukitaka nguo, mama. Maana tunakuwa tunaenda kwa zamu, leo baba, mama, hivyo hivyo. Yani ukitumwa na mzazi usikatae. Japo mtoto ukimwambia ukitumwa na mzazi usikatae, wengine wanasema wewe hujui. Mtoto ukitumwa na mzazi usikatae, kwa sababu mzazi ndio chanzo cha wewe kuja duniani. Kakulea kuanzia utotoni mpaka unachelewa unakuwa kubwa, alafu anapotuma unakataa, au anapotuma unaanza kusema huyu mama vipi, kila saa ananiona mimi tu. Napenda kujitolea mfano mimi. Nipo na ndugu yangu Geoffrey, tukiwa chumbani, kila mtu ana shughuli zake. Mama Tete ataita huko Joni, maana mamangu mimi ana tabia moja, ataita watoto wote Joni, Samueli, Landina. Sasa sijui anamtaka mtoto gani, ila mwishoni utasikia anaita Joni na Jofu, anasema tuliobaki nyumbani. Sasa hapo utakuta sote tumesikia ashaita Joni na Jofu, kila mmoja hapa anamsubiria wezie nani atakayetoka. Utakuta tena mimi namwambia Jofu, sasa mimi sitokaka, lazima nimwambie Jofu, unasikia unaitwa huko? Na nataka ni usikie unaitwa. Sasa namwambia wewe, sasa utakujilinganisha mimi na wewe? Wewe sasa spirit, mimi ni kaka yako, ndio nitaenda, mama hatuita. Nenda. Inakuja lazima nitasikia tena naitwa, nitaenda mimi. Kwa hiyo watoto, msipende kushindana. Msipende katika kuishi maisha, katika maisha ya kushindana. Umesikia mnaitwa tena mkaanza kulumbana, kama tulivyokuwa tunalumbana mimi na ndugu wangu, lakini sasa hivi tumejifunza. Sasa hivi akiitwa mmoja utasikia mmoja anachomoka, akiitwa Joni mwanzo Jofu anaenda, tunachomoka kama hivyo. Kwa hiyo watoto, tujifunze kumheshimu baba na mama. Ukisikia mama kakuita cha ushafika, mama unasemaje? Nenda kanunue kitu hichi na hichi, utarudi. Ni mzazi kasahau, rudi tena kachukue. Hapo ndo mtoto sasa tunaposhindwaga. Unakuta mzazi kakutuma, ushafika tena ni mbali, afu anakwambia rudi tena kule, nimesahau kachukulie iriki. Sasa unatamani kumwambia mama, kuja kumbuka. Yaani muda mwingine hadi mama unatamani kumwambia, lakini ukifikiria sema huyu ni mama, huyu ni mzazi, ngoja nivumilie. Sema ndo unaenda hivyo. Lakini usikatae ukitumwa. Yaani hata kama mzazi akikutuma usionyeshe ile sura kama umenuna, mpaka mzazi akajua huyu ndio mtuma kanuni. Yaani hata kama umekereka, najua watoto pia tunakuwa tunachoka, ndio usikatae. Ila kwa mzazi utakiwa kuchoka. Maana anaweza kukutuma sehemu ndio hivyo akasahau, ukarudi tena, ukaenda tena, ukarudi. Wewe sasa watoto mnanisikia? Ndio. Andiko la pili, andiko lingine la Yohana 15. Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza hadi andiko lenyewe limesema, naomba nisomewe Yohana 15 mstari wa kwanza. Yohana Mtakatifu 15 kuanzia mstari wa kwanza. Ndio. Biblia inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Niendelee. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisiozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Mstari wa 3, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia.
Mstari wa 4, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi hamuwezi msipokaa ndani yangu. Endelea mstari wa 5. Basi barikiwe. Bwana zabibu, nanyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake. Bwana asifiwe sana. Yaani tunajua kabisa sisi hatuwezi kufanya jambo tukijumlisha na wazazi. Hatuwezi kufanya jambo bila kumkabidhisha na Mungu. Maana tunasema kwamba ukiangalia kwa wenzetu hata na kwa mataifa mengine, hawezi kwenda kufanya shughuli yake ili ifanikiwe bila kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ataenda kufanya matambiko, yaani hata kama yuko huku basi anaweza kasafiri kwa ajili ya kwenda kufanya matambiko ili huku kuwe sawa, ndipo arudi mambo yake yawe sawa. Kwa hiyo na sisi wa Kristo ndio maana tuna muda wetu wa kutoa sadaka. Unakuta mtu muda wa kutoa sadaka kabaki kule anapigia mahesabu pesa yake na kwenda kununua kijora, shati, viatu. Basi yani hata hajengi ile mazoea ya kutoa sadaka au kutoa fungu la 10. Mimi nilivyosikia mwanzo nilikuwa siishi na wazazi wangu, nilikuwa naishi peke yangu Kenya. Kwa hiyo nilivyotoka Kenya, nilipokuja huku nikawa ndo naanza kujifunza tena kwa upya, maana mimi nilipokuwa kule nilikuwa ni msabato. Nilipokuja huku ikabidi tena nianza kujifunza tena kwa upya. Kaanza kuja kanisani, mama akawa ananifundisha kutoa sadaka. Natoa sadaka, fungu la 10 nilikuwa sitoi. Baadaye nikaanza kujiwekea mahesabu yangu, japo mwanzo ilikuwa kukaa na pesa nilikuwa siwezi. Baba akaniambia kwamba jifunze kuweka akiba. Ukijifunza kuweka akiba, watoto mnajua kuweka akiba. Mama akakupa 500, umechukua 200, 300 ukaweka akiba, ukaweka chini ya kitanda, ukaiacha. Kesho tena mama anaweza akaja akakupa tena 500, ukaiweka. Lakini katika hiyo 500 ukachukua ukaweka pembeni pesa ya sadaka, maana watoto zaka hawatoi ila sadaka wanatoa. Unaweka pesa yako pembeni ya sadaka, hii ya pembeni, hii ya pipi, unakuja unamtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilipofundishwa kutoa zaka, nikawa naweka mahesabu yangu. Nilienda skuli na kwa pesa yangu, nilipewa pesa yangu, naweka pesa kidogo pembeni. Hii najua hii ni ya zaka, hii ni ya sadaka. Lakini unakuta siku ambayo pesa hata ukiweka mahesabu, kwa mfano ulikuwa umepanga kununua kitu haitimii, alafu unasema hii nikatoe zaka, alafu ndio ya mwisho inabaki kidogo. Bwana asifiwe. Mimi napenda sana kupika. Kwa hiyo unakuta naweka pesa, nasema hii ngoja niweke akiba kanunue jezi, au hii hapa niweke akiba nikanunue viatu vya mpira. Lakini unaweka akiba, ile pesa nyingine unatumia, unakuta pesa unachukua yuko, unaenda unatoa zaka, nyingine unakuta hakuna, upati hela. Bwana asifiwe. Kwa hiyo watoto, tujifunze kuweka akiba. Akiba ni muhimu sana. Bwana asifiwe. Ningependa tumalizie na katika mstari wetu wa Marko 10 mstari wa 14. Marko 10 mstari wa 14. Marko 10 sura ya 10 mstari wa 14 hadi 16. Naomba nisomewe.
Marko 10 mstari wa 14. Biblia inasema, ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. 16. Subiri kidogo. Mstari wenyewe umesema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa Mungu ni wa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea, malizia. 16. Akawakumbatia, akawawekea mikono yake juu yao, akawabariki. Amina. Hadi andiko linasema kabisa tuache watoto waje kwa Mungu. Alafu unakuta mzazi, kama nilivyosema mwanzo, hamshughulikii mtoto. Mzazi katika ndo kama hivyo, sadaka hampi. Yaani jukumu kubwa ni kwa wazazi. Jukumu kubwa ni kwa wazazi kumlea mtoto katika maadili ya Kristo, kama wenzetu wanavyolelewa mtoto. Yaani hata mzazi akienda kutoa sadaka, lazima atatoa sadaka. Hii ni sadaka ya familia yake, hii ni sadaka ya biashara yake. Au hata mzazi pia inachukua wazazi tujitegemee katika kutoa sadaka. Unatoa sadaka, uwe unajua ni malengo yangu haya hapa, na mtoto wangu, na maisha yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtoto anakuja kanisani, ndio mzazi anakuja kanisani, watoto wenzake wako kule wanajifunza, yeye yuko huku na mamake. Sasa unajiuliza, huyu yuko huku, wenzake wako kule, alafu huko ndo kuna Sunday school ile, anaelewa nini? Wakati mtoto anatakiwa akiwa mdogo lazima apelekwe kule, maana kule ndo anapoanza kujengewa msingi. Ule ndo mtoto anajengewa msingi. Nakumbuka tangu nilikuwa mdogo nilikuwa nafundishwa na Teacher Selina. Nilikuwa nasikia anaumwa, Mungu amponye. Teacher Selina akaanza kufundisha tangu nipo kama Asafu. Tunafundishwa, tunaimba nyimbo. Na nikati tunapozidi kukua. Kwa hiyo mtoto kama mtoto ni lazima ajifunze mistari ya Biblia, na ndio maana wazazi tunashauriwa sana, jamani, tusishi kimazoea. Kila siku kila mhubiri amesimama hapa, au sherehe za watoto, au akihubiri anahubiri, wazazi wanunulie watoto Biblia, alafu nikalichukulia neno hilo kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Hamwezi kujua kusudi ni nini, hujui mbeleni. Mara umeambiwa hivyo, kumbe kuna kusudi mbeleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana mtoto kuwa na Biblia yake. Mtoto mdogo lazima kidogo ajapo na Biblia chake kidogo, maana mtoto unaweza kumnunulia Biblia kubwa kama hii akawa hawezi kukaa nayo kwa muda. Kwa hiyo unamnunulia Biblia chake kidogo, naye anaanza kujijenga. Ukienda kanisani lazima uende na Biblia. Unaona mtoto anapojengwa, akienda kanisani anamwambia bwana, Biblia yako hii hapa, nenda nayo kanisani. Na akili mwake anajua Jumapili tatu nyingine ambayo ikifika Jumapili alafu hujampa Biblia, lazima atakuuliza, mama, leo mbona hujanipa Biblia? Kwa sababu ashazoea ukienda kanisani ni lazima uende na Biblia, alafu leo hujampa Biblia. Kwa hiyo hapo inakuwa ile picha nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sana kwa kunipa kibali cha kusimama mbele zenu. Naamini neno limewafikia wazazi. Amina. Haleluya. Tumtukuze Mungu kwa makofi mengi kwa ajili ya mtumishi wake. Amina. Sitaki niongeze chochote.
katika hichi ambacho Mungu amesema na sisi. Tumeona kama Mungu anaweza kuwatumia watoto, si ndio wazazi? Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliona kitu kwa Samueli vile alipotoka Kenya, nilipompokea tu, nilipoolewa mahali hapa. Samueli nakumbuka ndo alikuwa ananiletea chakula. Bwana Yesu asifiwe. Afu alikuwa ni mtoto, lakini ni mtu ambaye nilikuwa karibu naye sana. Kwa ule ukaribu nilikuwa na maadili yake na ufahamu wake, nilielewa amebeba nini. Lakini na kwa jioni, mara nyingi jioni pia tulikuwa tunagombana sana. Kwa nini unachelewa? Kwa nini hivi? Kwa sababu kuna kitu mimi nilikuwa ninaona ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana hakuna ambaye alikuwa ameona, ila kwa jicho la rohoni mimi niliona, jamani, watoto wetu wote hatujazaa mapuuza. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumshangilie Mungu. Tuna watoto ambao wamebeba huduma kubwa sana sana sana, na kama tutatumia hii fursa ambayo Mungu ametupa tukawatumia hawa watoto, tutainuka kwa viwango vingine sana mwema, kwa sababu mwela watoto wetu wote, hata yule ambaye wewe unamwona wewe akili hamna, Mungu ameweka kitu ndani yake. Jamani, wana vitu hawa watoto. Jamani, wana huduma hawa watoto. Jamani, wanatumika hawa watoto. Ninaomba wazazi, mkiwa nyumbani, endeleeni kujenga msingi namna ya watoto kumtumikia Mungu. Pale tunapochukua hatua, pale tunaposimama, sisi kama wazazi, Mungu anafanya kwa sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Mama mchungaji, mara nyingi nilikuwa nikimuuliza, mbona John Simoni? Nakwambia nimemwacha nyumbani, anaamka sema na kwamba anaamka anawacha, anaamka anawadana, anawaambia jamani, lakini kuna umri ukifika, kuna umri fulani mtoto anakuwa anasumbua sana. Tusiwakatie tamaa. Leo John yule wa miaka 2 hapo katikati ambaye alikuwa akimsumbua mama Tete, sio John huyu ambaye ametoka hapa kuelekea huko. Ni yule ambaye anakwenda kupita kwenye nyayo za Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wazazi, naomba tusiwakatie tamaa watoto wetu. Mungu ametupa hawa watoto kama andiko letu linalosema, wameitwa ili kutimiza kusudi la Mungu maalum. Na kusudi la Mungu, watakapoyatenda mapenzi ya Mungu, ndipo watakapobeba Mungu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Na shule ya kwanza ya mtoto, mwalimu amefundisha vizuri kwamba mfuko mmoja uliojaa tayari una vitu ni mzazi, lakini mtoto ni mfuko mtupu. Jamani, wakati mimi namwandaa John, mimi mwenyewe amenisurprise kwa sababu kwanza alianza kuogopa. Nikawa rohoni na nina imani kwamba atafanya, ila nikamwambia Mungu, naomba umsaidie, kwa sababu alionyesha hofu ya mapema. Namwambia Mungu, naomba umsaidie. Mimi nilimwandaa, nilimpa andiko hili la mwaka, mengine sijui. Kwa tukiwaamini watoto wanaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Leo anasimama John na Shantaya, kesho atasimama mwingine. Haleluya. Na Mungu akitupa neema, tunatarajia tutakuwa na kanisa la watoto ambalo Mungu akitupa kibali, tunatakuwa watakuwa na hudumu kila kitu kama ambavyo wamefanya leo. Na hiyo itakuwa inafanyika kila Jumapili. Mungu atatupa neema, tutakaa na uongozi wa kanisa, tutajua tunaiweka vipi. Na tunapofanya hivi inatupa namna nzuri ya kuwatengeneza watoto wetu kuwa watumishi na kugundua vingine zaidi. Isingekuwa sherehe ya watoto leo, tusingemwona John ambaye tumemwona leo. Tusingemwona Shantaya ambaye tumemwona leo. Inawezekana Asafu tumshamzoea ni mtu wa sifa, sio? Lakini John na Shantaya hatujawahi kuwaona, ila leo tumeona kile ambacho Mungu ameweka ndani yao. Haleluya. Kwa hata hao ambao hujawaona leo utawaona.
na wengine bado hatujamaliza, utawaona wana vingi ambavyo Mungu ameweka ndani yao. Mungu awabariki sana. Naomba tufumba macho yako nimshukuru Mungu kwa ajili ya hiki ambacho mtumishi wa Mungu amesimama. Baba yangu na Mungu wangu, ninaliinua jina lako na kulitukuza. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu. Ninalibariki neno lako ambalo umelileta kwetu. Umetukumbusha kama wazazi wajibu wetu, umetukumbusha kama watoto wajibu wetu na nafasi yetu. Lakini umetutia moyo kwamba umetuita ili tutumike, ili kubeba lile kusudi ambalo umetupa. Yeremia akasema mimi ni mtoto, lakini ukamwambia utakwenda kila nitakapokutuma na utasema kila nitakalokuambia. Yeremia ilikuwa ndivyo, na kwa watoto wetu ndivyo itakavyokuwa, kwenye maisha yetu ndivyo itakavyokuwa. Ninaamini Mungu anakwenda kuinua kanisa kwa kupitia watoto. Ninaamini Mungu anakwenda kuinua taifa kwa kupitia watoto. Ninaamini Mungu anakwenda kuinua huduma za kanisa kwa kupitia watoto. Ninaamini Mungu anakwenda kubariki familia zetu kwa kupitia watoto. Bwana uhimidiwe utukufu wako. Bwana uhimidiwe jina lako. Maana wewe ni Mungu unayetenda makuu na ya ajabu. Wewe ni Mungu wa maagano, unaishika maagano. Unasema kwa wale wakupendao. Maana nasema wanaokutafuta wewe kwa bidii watakuona. Nasi wazazi tupo Bwana kwa ajili ya kukutafuta wewe kwa bidii. Bwana tunakuinua. Bwana tunakutukuza. Bwana uhimidiwe utukufu wako. Asante kwa kila mmoja ambaye amesimama, ambaye ametulia na kusikia kutoka kwako. Neno hili likawe mbegu nzuri ambayo itakwenda kustawi na kuzaa matunda. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen.